Ni katika mwendelezo wa kuhakikisha wanafunzi wanalelewa kiroho baada ya kulelewa kimwili na kufanya vizuri katika upande wa masomo. Sasa katika upande wa kiroho wakoje? Ndicho kitu ambacho ameendelea kukifanya Mwalimu Glorimina katika shule ya sekondari ya Ipwaga, na sasa ni wanafunzi wa kidato cha kwanza. Moja ya ajenda kubwa iliyopo katika siku ya leo ni kuongoza sala ya toba ili kuweza kutubu mambo kadha wa kadha ambayo yametokea ama yamefanyika kwa kujua au kwa kutokujua. Sala ya mtu mmoja mmoja na ya ukimya ni kitu ambacho kimefanyika katika siku ya leo kwa wanafunzi hawa. Unajua tuko na mahitaji matatu. Tunataka kufukuza roho ya nini? Roho ya nini? Ya wizi. Roho ya nini? Ya wizi. Roho ya nini? Ya wizi. Darasa lote kwa pamoja, roho ya nini? Ya wizi. Darasa lote kwa pamoja. Namba 2, roho ya nini? Ya ngono. Namba 3, tunafukuza roho ya nini? Ya wadudu. Roho ya nini? Ya wadudu. Wasichana kwa wavulana, roho ya nini? Ya wadudu. Kabla hatujafukuza, hatuwezi kwenda tu, lazima tuitubie hiyo dhambi kwanza. Wenye Biblia, naomba ufungue Isaya 1. Wenye Biblia, Isaya 1:16. Isaya 1:16. Isaya 1:16. Isaya 1:16. Mwenye Biblia mnayo Haya, tusome kwa pamoja wote wenye Biblia. 1, 2, 3. Isaya 1:16. 1, 2, 3. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, yasiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya. Mstari wa 17. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. 18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Haleluya. Kwa hizi roho tatu zinazotutesa, lazima tuanze na toba kwanza. Funika macho yako, funga Biblia yako, piga magoti. Wewe unaijua dhambi inayokutesa. Toba ya kimya. Hata usitake mwenzako akasikia. Usitake mwenzako akakusikia. Toba ya kimya. Dakika 2 za ukimya. Piga magoti yako kwa ishara ya unyenyekevu kabisa. Unajua udhaifu ulio nayo. Unajua dhambi ulio nayo. Unajua ndio maana leo tumefunga masaa 12 form 1. Tumechoka na maroho ya wadudu, manyoka, makobra, tumechoka mabwenini. Tumechoka roho za uzinzi, watoto wadogo zinatufuatilia. Hatutaki roho za uzinzi. Tumechoka kabisa mausingizi ya darasani. Leo atuli masaa 12. Tunamtaka Mungu na nguvu zake atusaidie. Ili tufike huko, lazima tuanze na toba. Hii toba ni ya kimya. Moyo wako wewe unaujua. Unajua ni wapi ulipomkosea Mungu. Unajua mabaya kwa nini yametajwa kwako. Unajua kwa nini umefeli mtihani. Kwa nini umerudi nyuma. Je, madhabahu gani zilizokuvamia? Je, dhambi ipi ambayo imekukalia kooni? Itubie leo msalabani. Itubie msalabani. Mwambie Yesu akusamehe. Yeye amesema kupigwa kwake yote yamekwisha. Hakuna kilichosalia. Yote yameisha. Na kama yote yameisha, basi ni sisi wenyewe tu kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Na unapomaliza hii toba, hata kama ulikuwa umezini, ifute kabisa kwenye akili yako kama Mungu amenisamehe. Yeye alisema anasamehe hata kuja kukumbuka tena. Ukiitubia dhambi yako, umeitubia.
Ukimwambia Mungu uovu wako, umemwambia. Yeye ni mwingi wa rehema. Katika Isaya 1:16 anasema, jiosheni, jitakaseni. Hasa kwa sababu umeamua kujiosha, pita na damu ya Yesu. Mwambie Yesu akurehemu. Mwambie Yesu atembee na wewe. Dakika chache, karibu tutamaliza hilo zoezi la toba. Dakika chache, nyenyekea tu wako. Na tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Mabaya yako kwetu, mabaya yametutangulia, uovu umetutangulia. Hatuwezi Baba, hatuwezi peke yetu, hatuwezi mwamba wangu, hatuwezi Ebeneza, hatuwezi Rishadai. Mabaya yamekuwa mengi sana Baba, kwa kupigwa kwako msalabani hakuna kilichosalia. Ninaomba mkono wako, ninaomba nguvu zako, ninaomba uweza wako, ninaomba damu yako yenye thamani, damu yako inenayo mema, damu yako yenye uweza, damu yako yenye nguvu, damu yako Ebeneza, damu yako Elishadai, damu yako Mungu wangu ikashuke ikituosha mimi na watoto wangu. Nimekamata tumbo hili Bwana, nimekamata tumbo hili kwa ishara ya kwamba ni mama wa watoto wengi. Mungu wangu, sio kwamba natubia tu dhambi ya watoto hawa wa form 1, ninatubia klipu hii kokote kule itakakotembea, kwa mtoto yoyote atakayesikia, kwa baba yoyote atakayesikia, katika jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema, ninaomba utakaso, huruma yako ikasimame, nguvu zako zikasimame, uwepo wa damu yako kaonekane, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Samehe Bwana, samehe. Tutakapoanza Baba na kipengele kingine, ninaomba uwepo wa damu yako usimame, ninaomba uwepo wa damu yako usimame, ninaomba uwepo wa damu yako usimame, katika jina la Yesu, tukiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ni tamati ya toba ya kimya. Hapa ni mtu na Mungu wake wakisemezana. Anasema tubuni basi mrejee. Ndiyo hali ambayo ilikuwa ikiendelea hivi sasa. Lakini kipi kilichoko katika siri ya toba ya kimya? Mwalimu Glorimina atakuja kutujuza katika kipengele kingine kinachofuata, ili tupate kujua faida ya toba ya kimya bila mwingine yoyote ambao usiki kujua ama kusikia kinachoendelea.